بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wala wa baad. Ndugu zangu katika iman, leo tunaangalia mada ambayo inatuambia fukia mashimo ambayo adui yako amechimba. Ndugu zangu katika imani, kuna watu wengi wameanguka, na si kuanguka kwa sababu ya adui zao, bali kwa sababu walijaribu kulipa ubaya kwa ubaya. Adui akichimba shimo, naye husimama pembeni ya shimo hilo akitaka kuona adui yake akianguka mwenyewe ndani ya shimo lile. Mwisho wake yeye mwenyewe anajikuta ameanguka ndani ya shimo hilo bila hata kujua. Muislamu wa kweli anatakiwa kuwa na akili timamu, anatakiwa kuwa na subra na moyo msafi. Adui yako akichimba shimo la chuki, basi wewe lijaze shimo hilo kwa msamaha na kusamehe. Na akichimba shimo la fitna, basi wewe lijaze shimo hilo kwa ukweli. Mambo yako yote yawe ni ukweli, utamshinda. Na akichimba shimo la husda, basi wewe shimo lile lijaze kwa dua nyingi na matendo mema. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika maneno yake matukufu, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah, wema na ubaya haviwi sawa hata siku moja. Kwa sababu hiyo basi, idfa billati hiya ahsan, uovu utakaokuja kwako wewe ulipize kwa jambo lililokuwa bora zaidi. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, hapo yule aliyekuwa adui yako atajikuta tayari amekuwa rafiki yako wa karibu sana. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hatuambii tulipe ubaya kwa ubaya, bali kwa jambo lililokuwa bora zaidi kabisa. Ndugu zangu katika imani, historia ama kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam ni somo kubwa sana. Ndugu zake walimfanyia njama, wakamtupa kisimani, wakararua nguo yake na kuijaza damu za ndama ili wakamfanyie hila baba yake. Wakamtenganisha na baba yake kwa muda wa miaka 40, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipompa Yusufu mamlaka hakuwalipiza kisasi, badala yake aliwasamehe. Alisema nini Yusuf? La tathriba alaykum alyawm, leo hamtalaumiwa kabisa, hapana lawama juu yenu. Yaghfirullahu lakum, Mwenyezi Mungu atawasamehe, atawarehemu. Wa huwa arhamur rahimin, tena Mwenyezi Mungu yeye ni mwingi wa kurehemu kuliko wote wanaorehemu. Huu ndio ukubwa wa imani watukufu wa Islam. Kulipa ubaya kwa wema sio udhaifu, bali ni nguvu ya moyo, nguvu ya ndani. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye anayetukumbusha ya kwamba mwenye nguvu kabisa si yule anayewashinda watu kwa mapambano, bali mwenye nguvu ni yule anayejiziwia wakati wa hasira. Kwa sababu wakati mwingine hasira ni adui unakuwa umemtengeneza mwenyewe kupitia vitimbi vya adui yako. Wakati mwingine adui yako anataka kukuona umejaa hasira, umejaa kisasi, umejaa chuki. Basi usimpe ushindi huo, ndugu yangu Muislamu. Funga shimo lake kwa subra, kwa dua nyingi na kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka,
Kumbuka, anayechimba shimo kwa ajili ya wengine mara nyingi sana huwa wa kwanza yeye mwenyewe kuingia na kuzama ndani ya shimo lile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? wala yahiqul makru sayyi'u illa biahdihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, na hila na vitimbi vibaya na mitego mibaya wakati mwingine humrudia mwenyewe aliyevifanya. Kwa hiyo basi, ndugu yangu, usitumie muda wako mwingi kuchunguza mashimo ya maadui zako. Tumia muda wako kujenga maisha yako wewe mwenyewe, kuimarisha swala zako, kuomba dua kwa wingi sana, kuwasaidia watu na kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika kumaliza, watukufu wa Islam, ukiona adui amekuchimbia shimo, usiruke ndani ya shimo hilo kwa hasira. Usichimbe lingine shimo la kulipiza kisasi, bali fukia kwa subra. Fukia shimo hilo kwa dua, lifukie shimo hilo kwa msamaha na kusamehe, lifukie shimo hilo la adui yako kwa matendo mema, na ujue ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mlinzi bora kuliko walinzi wote. Allahumma ij'alna minas sabirin wa minal afina 'anil nas ya Rabb, waj'al 'aqibatana khayran fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.